Mwanamume mwenye mguu uliodumaa alipiga teke la kopa la soda ambalo liligonga ukutani kisha likaingia moja kwa moja ndani ya pipa la taka. Mkurugenzi mkuu wa kike alitambua mara moja kwamba yeye si mtu wa kawaida na akakusudia kumwajiri kwa malipo makubwa ili afundishe timu yake ya mpira wa miguu. Lakini mwanamume alipowaona wachezaji wake alishangaa sana. Hakumba hata mmoja wao aliyekuwa na mwili wa kawaida wa kimichezo. Alisema atatumia mbinu maalum kuibua uwezo wa kila mmoja wao. Siku iliyofuata mwanamume alileta feni kubwa ya viwandani na kila mtu akabaki amechanganyikwa. Aliwapa kila mchezaji kikombe cha tambi za papanda. Feni ilipowashikwa wote walivurumishwa kwa nguvu pembeni, lakini aliwaamuru wale tambi bila kumwaga hata tone moja la supu. Ndugu yake aliuliza hii ina uhusiano gani na mpira wa miguu? Mwanamume alisema hii ingewafundisha kubaki imara hata wanapokabiliwa na kelele na matusi kutoka kwa mashabiki na bado waweze kupiga shuti kwa usahihi. Kisha alianzisha mazoezi ya pili yakibeka vibano katika sehemu zenye maumivu makali zaidi kwenye mwili wao. Kila mtu akabaki akiumia. Alisema hii ingewafundisha kustahimili maumivu. Baadaye timu ilivumilia maumivu na kukamilisha mazoezi ya kuruka. Wakati huo mjomba wake aliingia. Mwanamke alisema hakuwa akikaribishwa, lakini alimpa mkataba unaopendekeza dao kati yao. Ikiwa timu yake itafika nusu finali atarudisha hisa zake zote, lakini kama wangepoteza ataondoka kabisa kwenye biashara. Mwanamke alikubali bila kusita. Alimwamini mwanamume huyo. Siku ya mechi ikafika kwa haraka na wapinzani walipoingia uwanjani watazamaji walishangilia kwa nguvu, lakini wachezaji wao walipojitokeza watazamaji waliwacheka kwa sababu walionekana dhaifu na wasio wa kawaida. Mwamuzi alipuliza filifi na mechi kali ikaanza. Timu yao ikaanza na mpira na ndugu yake akamdanganya mpinzani kwa hila. Kisha mchezaji mwembamba akapiga mpira kwa kichwa juu na mchezaji mwingine aliyekuwa na uwezo wa kuelekeza kwa kusikia akafanya mpigo wa baisikeli na kupitisha. Ndugu yake akamdanganya mbegi mwingine na kufunga bao. Watazamaji walishangaa na hata watangazaji waliita timu hiyo farasi mweusi. Mwanamke alifurahi sana. Baadaye mchezaji mwembamba akafunga bao lingine kwa kichwa na muda si mrefu matokeo yakawa 3-0. Mjomba aliyekuwa akiangalia mechi alipiga simu kwa hasira na kumwambia lazima washinde kwa vyovyote vile. Wachezaji walifurahi wakidhani ushindi uko karibu, lakini kipindi cha pili wapinzani walianza kucheza rafu mbaya mara kwa mara na haraka wakafanya matokeo yakawa 3-2. Mwanamume alipiga kelele kwa hasira akiwashutumu wapinzani kwa kudanganya, lakini hawakusimama. Muda si mrefu wapinzani wakachukua uongozi wa matokeo. Timu ikahama kabisa na wachezaji kutoka pande zote wakaanza kupigana. Katikati ya mazungumzo mguu wa ndugu yake ukavunjika. Mwamuzi alimwambia mwanamke kwamba timu yake imepunguzwa mchezaji mmoja na kama hawataweza kufanya mabadiliko watapoteza kwa kujitoa. Mjomba alicheka kwa ushindi. Wakati mwamuzi alipokuwa karibu kutangaza matokeo, mwanamume alisogea mbele.